Sasa leo tunaendelea na kipindi kingine. Kwa hiyo karibuni tena. Leo ni kipindi kingine kinaendelea kwa ajili ya somo linasema mraibu wa pombe. Hii somo la mraibu wa pombe pamoja na msaada wa kisaikolojia kwa ajili ya mraibu wa pombe. Kwa hiyo mraibu wa pombe, mpango mfupi wa msaada wa kisaikolojia. Sawa? Hapa tumeweka kuna wiki ya kwanza mpaka wiki ya 8. Kwa hiyo wiki ya kwanza mpaka ya 8. Au pia kuna lengo. Lakini pia kuna jinsi ya kufanikisha. Umeona? Kwenye wiki ya kwanza mpaka ya 2, sawa? Ni kutambua sababu ya kulewa zamani. Unatambua ni kwamba vitu gani vilikuwa vinasababisha mimi nilewe zamani. Kama tulivyosema kipindi kilichopita. Kama kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapelekea mimi nilikuwa nalewa. Sasa je, ni vitu gani hivyo? Umeona? Lazima vitambue vitu ambavyo vilikuwa vinapelekea wewe unalewa zamani. Lakini pia kuna jinsi ya kufanikisha, kuna kutana na washauri kama nilivyoelezewa awali, kutana na washauri, pengine watu wa dini, wachungaji kama ni mwenye muumini ya dini ya Kikristo ama Waislamu kwa mashehe. Lakini pia hapa kwetu sisi Back to Life Sober Living House, kama unavyosoma hapa maandishi yangu. Kwa hiyo sisi tunatoa ushauri kwa waathirika wa pombe pamoja na dawa. Kwa hiyo ina maana kukutana na watu kama hawa watakusaidia na watakupa mpango wa wewe kuweza kufanikisha kuachana na matumizi ya pombe. Kwenye hiyo wiki ya 3 mpaka ya 4, sawa? Ni kwenye lengo, ni kuweka malengo mapya ya maisha. Yaani hapa unaweka malengo yako mapya ya maisha, kama mimi nitakapotoka hapa Back to Life Sober, nitakaporudi kule nyumbani, umesema shughuli zangu ni za car wash na shughuli zako zingine, basi mimi nitasimamia kazi zangu hivi. Nitashirikiana na wafanyakazi wangu hawa, nitaboresha hivi, nitaboresha hivi. Kwa hiyo ina maana lazima ujiwekee malengo mapya. Yaani malengo mapya kama nitakapotoka hapa, Mungu akinijalia nikiwa niko vizuri, nitakapofika kule nyumbani shughuli zangu kubwa zitakuwa ni hizi na hizi na hizi. Kwa hiyo hivyo ndio kujiwekea malengo. Lakini jinsi ya kufanikisha pia kuna kuandika malengo yako mapya ya maisha. Lazima uandike malengo yako mapya ya maisha. Yaani utaandika kwenye daftari, kwa sababu hapo unakaa una muda mwingi. Unaweza kukaa bado nitakaporudi pengine kwenye udhaifu fulani wa sehemu fulani, nataka nipaboreshe, nifanye hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo lazima ujiwekee malengo wewe mwenyewe. Kwa malengo yangu ni haya na hapo. Yaani unaondoka hapa na nguvu mpya na hali mpya, yaani nguvu mpya, hali mpya, na maisha mapya kule unakokwenda uraiani. Kwenye wiki ya 5 mpaka ya 6, sawa? Kuelewa vishawishi vyako, uviepuke. Hata kwenye kipindi cha kilichopita nimeelezea. Kuepuka vishawishi ni kumwepuka hata rafiki, kumwepuka mtu ambaye ukitoka kazini ama sehemu yoyote anakushawishi kwamba twende tufanye pombe au tupige sehemu fulani tufanye pombe. Kwa hiyo ina maana watu kama wale lazima waepuke. Unaepuka vishawishi kwamba nikipita njia hii nitakutana na watu fulani wataniita, hebu njoo tunywe. Kwa hiyo mambo kama haya ndio ya kuepuka. Lakini pia kwenye jinsi ya kufanikisha hapa, sawa? Andika. Naona kama nilivyosema, andika, usipite sehemu zinazopelekea ulevi, kwa mfano bar, grocery na kadhalika. Kwa hiyo bana, mimi nitakapokuwa napita, kama pengine sehemu yangu ya kazi ni jirani na sehemu za bar na vishawishi, basi ngoja hata nipite njia hii. Au hata kama nitapita pale, basi sawa, unaweza kupita pale, lakini hutakuwa na moyo wa kusema hebu ngoja niingie pale nifanye hivi na hivi na hivi. Hata wale ambao wamekuzunguka pengine wanaweza kuambia, bwana vipi, mbona tuone siku hizi? Vipi siku hizi? Naambia mimi nishaacha. Najua kuna watu, tunajua watu walipo. Anaanza kukuita, mwanangu hebu njoo, vipi tupate hapa. Anajua wewe unapiga, kumbe wewe ushaacha. Anambia mimi siku hizi nishaacha masomo, nimetumia kwa nimepumzika. Kwa hiyo bwana nisimamie mambo yangu na maisha yangu. Unamjibu tu kistaarabu. Umeona? Lakini pia kwenye wiki ya 7 na ya 8, sawa, kuongeza uthubutu wa kujiamini. Kwenye kuongeza uthubutu, lengo lako la kuongeza uthubutu wa kujiamini ndio kama hivyo. Kujiamini kunatokana na wewe mwenyewe. Kujiamini kunatokana na wewe mwenyewe kukataa yale ambayo unaona ni mabaya. Kujiamini kunatokana na wewe mwenyewe kuwajibu watu kwamba hapana, yaani sikubaliana na hiki na sasa hivi nishaacha. Hiko ndio kujiamini. Kujiamini ni kujisimamia wewe mwenyewe na kufanya malengo yako ambayo unajua kwamba haya ni malengo ambayo yatanisaidia mimi kunipelekea kutimiza malengo yangu. Yanajiamini, mimi najiamini mimi kama mimi, self confidence. Umeona? Kwenye jinsi ya kufanikisha sasa hapo, sawa? Sawa. Fanya kazi zako muhimu zinazokuingizia kipato. Umeona? Fanya kazi zako muhimu zinazokuingizia kipato. Kwa hiyo kwenye kufanya kazi zako muhimu ambazo zinakuingizia kipato, ndio moja wapo kama hiyo unasimamia car wash, ulivyoniambia kama unasomea car wash.
Kama una usimamii, basi inawezekana kuna kazi zako muhimu ambazo unazijua ni zipi. Kazi zako muhimu ambazo unatakiwa uzifanye ni zipi? Kazi zako muhimu ambazo unatakiwa wewe kwa siku uzitimize ni zipi? Kwa hiyo lazima uzisimamie na uhakikishe kwamba zinakuingizia kipato. Lakini pia uachane na zile kazi ambazo unajua hazikuingizii kipato. Na maana hapa kwenye jinsi ya kufanikisha malengo, na nimesema fanya kazi zako muhimu ambazo zinakuingizia kipato, kama hivyo ulivyosema kwamba kuna kaoshi ambao unasimamia kule. Kwa hiyo kwenye shughuli za kipato sasa hapa, kwenye shughuli gani za kipato? Kwenye shughuli za kipato hapa, sawa? Kuna shughuli nyingi hapa, ni mfano tu nimetoa. Huu ni mfano wa kilimo. Kwa mfano, kuna shughuli za bustani. Watu wanalima bustani ndogo ndogo, wale wengine kwa ajili ya kupata hela. Kuna shughuli za mboga mboga kwa mfano hivyo. Kuna shughuli za kuku. Kwa mfano pale nimeona pale nyumbani kwenu wanafuga ng'ombe. Nimeona kuna ng'ombe wa kisasa pale. Nimeona kwa hapa. Nimefurahi sana. Kuna ng'ombe hapo kwenye zizi zuri tu. Mimi nishafuga kuku. Kama nimeenda kanembea zimeliwa zote na mdondo. Mbaki kuku walioko pale ndio nilimwacha mmoja. Sio zimeliwa na mdondo kivipi na kivipi? Zimeliwa na mdondo. Yaani ulivyokuja huko mwezi. Sio nilikuja huko. Mimi silikuwa na kanga. Kwa hiyo unaacha sasa, hiyo ndio maana nimesema kwenye kusimamia sasa inabidi nianze kufuga tena upya na nini. Kweli itabidi uanze tena kufuga upya kwa sababu sasa ndio huwezi kujua. Okay. Sawa, ni kweli. Kwa sababu kwenye kuanza nani, sawa, shughuli zako ambazo kwa mfano ulivyosema unafuga kuku. Kuna kuku inabidi uangalie. Sisi hapa tunaona tulikuwa tumetengeneza mabanda hapa yapo kwa ajili ya watu wanaokaa hapa wanapata somo la kujifunza kuku. Yaani hiyo ni moja wapo ya somo ambalo ukitoka hapa unakwenda unajifunza kuku. Kwa hiyo ina maana hii shughuli ya kufuga kuku kama utaisimamia vizuri, pengine wewe mwenyewe utafuata utaratibu wa wataalamu wetu wa zile chanjo na kadhalika, kuku zitakuwa vizuri. Lakini pia angalia na zile mbegu, aina ya kuku ambazo unawafuga. Unajua mara nyingi kuna baadhi ya kuku ambazo wengi wanafuga hizi za miezi mingapi? Mwezi mmoja watu wanatoa. Kuna wale wengine wale ambao sisi tushafuga hata kule Dodoma kule, ambao wanachukua zaidi ya miezi 6, wale chotola hadi miezi 6 7 wanaanza kutaga mayai. Kwa hiyo hata wale, lakini pia unaangalia, unajua unapokuwa unafuga kuku, yaani unawafuga kuku hao hapo mwisho wa siku unajikuta unawalisha chakula, hela zinakata. Si unajua tena hiyo? Sasa hela zikikata unakuta mtaji unakata, afu kuku anadumaa, pengine wanakosa nini? Wanakosa chakula na tiba. Sasa sisi tunashauri ya kwamba unapofuga wale wa kwanza, ile bechi ya kwanza ikitoka, kwa mfano unaweza kuanza na bechi ya kwanza, ukifikisha umri fulani weka partition yako, weka wengine tena. Wakisha hata kama ni 100 tuweka 100 hapa, au hata kama 80 unatosha. Bechi inayofuatia weka hata 60, bechi inayofuatia weka hata 70, tegemea na uwezo wako. Sasa utakapowauza hawa wata replace na hawa watakuwa na replace. Lakini useme tunachukua tu hawa na unaanza kukaa nao, utajikuta unauza tena, unaanza mmoja, unaona kama shughuli ambayo inakuwa hailipi. Ila ukiwapa, yani unaita kama kale ka series. Yani wakitoka hawa, unajua hawa baada ya muda fulani kiuza wanafuatia hawa. Hawa nikiuza faida yako nitachukua ili banda la kwanza hawa nahamishia huko. Na hata tena wengine hapa. Hiyo kidogo itakuwa inakusaidia hata wewe, utaona kama mzunguko wa fedha unaenda vizuri. Kuna faida utakapata, utaongeza tena wengine. Ukiuza hawa tuwashumu hata 100. Ile faida unaichukua. Unaenda kuchukua vifaranga kama vingine 100. Unakuwa unawahamishia hapa, unawahamishia, unakuwa unapishana moja kwa moja. Kwa hiyo hii na yeye ni moja wapo ya shughuli za kuingizia kipato kama nilivyosema. Kwenye ufundi stadi. Au kwenye ufundi stadi kuna useremala, umeona? Kuna ushonaji wa nguo, kuna uwashi, kuna gereji, kama hapa kuna car wash. You see? Hapa kuna car wash. This one. Kwa hiyo car wash ndio kama hivyo. Yaani na maana shughuli ambazo wanazifanya ambazo zinakuingizia kipato ni kama hiyo car wash. Kuna saloni, aidha ya kiume au ya kike. Lakini yote ni shughuli ambazo, na sio hizi, huu ni mfano. Inawezekana kuna shughuli zingine ambazo tunazijua wewe unaweza kuzifanya kule zikakuingizia kipato. Just yaani kwa ajili ya keep busy. Lakini pia kuna biashara ndogo. Kuna biashara za kuuza juisi. Inawezekana shemeji, baba na shemeji, mazingira haya wakati wa jioni pengine tutaweka juisi. Mazingira haya tafuta kijana atafanya hivi na hivi. Yaani ni wewe mwenyewe unaangalia sema unayokaa kuna fursa gani ukazitumia. Kwa mfano kuna matching wadogo wanauza biashara ndogo, kuna kuuza, kuna vitafunwa. Vitafunwa na yeye mtu anatengeneza mandazi, anatengeneza chapati, anatengeneza sijui nini. Yaani kitu chochote ambacho tunataka kuingizia pesa. Lakini pia kuna utengenezaji wa sabuni.
kuna utengenezaji wa sabuni kama mimi nimesomea. Haya, hii fanya najua sana. Nishafanya mpaka sanitizer. Sanitizer nishafanya. Nataka kuenda kwenye simu yangu nitakuonyesha hata picha. Hii nzuri. Kwa sababu hapo ukipata soko sehemu, hata kama unatengeneza sabuni hata chache au sanitizer bana, sanitizer zangu hapa ni za lotion hizo, nani shampoo. Shampoo. Sawa. Okay, hiyo ni nzuri sana kwa sababu ni njia moja wapo kuingiza kipato na shughuli zingine ambazo utaona zinafaa. Kwa hiyo maana baada ya kutoka hapa, na maana hivi ndio vitu ambavyo unatakiwa usimamie kule, ambavyo vitakusaidia kuingiza kipato. Lakini pia kuna umuhimu kabisa. Ni upi? Nini muhimu kabisa? Umuhimu ni kutambua kuwa uraibu hauponi sawa mara moja. Yaani uraibu wa pombe au uraibu wa bangi hauponi mara moja. Ni safari ya maisha sawa. Ila zingatia mafundisho yako. Mafundisho ya kuzingatia ndio haya hapa nimekupa, ambayo umeelewa kwenye daftari. Yaani ukiyazingatia pia utajikuta unaishi vizuri. Ukizingatia haya ambayo umeandika hapo, lakini pia acha pombe kwa faida yako. Umeona? Inuka, tembea tena, kwa msaada wa wataalamu wetu utapona. Hapa ndio Back to Life Sober Living House. Kwa hiyo inasema kwamba acha pombe kwa faida yako. Kwa maana najua bana, mimi nimeacha hii kwa faida yako, sio ya kwangu mimi. Tumeelewa? Sio ya faida, sio ya ndugu yoyote, hapana, ni wewe mwenyewe. Kwa bana, mimi kwa mwaka huu kwa kweli nasema nimeacha, nataka nifanye mashughuli zangu hizi na hizi na hizi na hizi. Lakini kuna wengine unakuta wanakunywa, lakini wanapunguza. Kama nilikuwa nakunywa chupa 5, basi inawezekana kunywa hata chupa 1. Lakini pia sasa unapoanza kunywa tena chupa 1, utashangaa inazalisha ya pili, ya tatu, mwisho wa siku unajikuta tena unakuwa mlaibu. Ila ukijiwekea malengo ya kuacha, bana, mimi nataka niache sasa hivi, nisimamie shughuli zangu. Maisha yanakwenda kasi sana sasa hivi. Nataka wenzangu kwa muda ndio ukao huku, nikirudi waone kwamba kweli nimekuja tofauti. Mimi ni mtu ambaye nimekuja tofauti. Mimi John, mimi Alfred nimekuja tofauti. Kwamba nitapata hiki, nitafanya hiki. Yaani ile kasi yako na malengo yako, sawa, na ile dhamira yako na muda ambao umesema bana, mimi kwa sasa hivi nimekaa nimeacha, itakusaidia utajikuta unapiga hatua moja kwenda hatua nyingine. Nafikiri kwenye nani hapa ya leo, kwa nataka tupate break kwanza. Labda kama una swali lolote labda kuhusiana na nani mada ya leo. Una swali. Kwa hiyo na maana umeelewa kila kitu fresh. Na mimi natarajia siku moja nakuja pale nyumbani maeneo ya wapi, nakupigia simu, bwana Dennis, nataka nikutembelee leo, vipi? Bwana njoo. Yaani mimi ndo nataka hivyo. Biashara yangu ninasimamia hii, kama ulivyonifundisha sasa hivi nimefanya hiki, nimefanya hiki. Yaani wewe utakuwa ni mshuhuda, hata mimi nikiwa nawafundisha watu. Naambia bwana, kuna mtu alikuwa hapa kwetu. Sasa hivi ni mfano. Nikienda pale nampigia simu, ananionyesha kazi anazozifanya, hata mimi nafurahi. Hata mimi nanipa inspiration kwamba kumbe tunasaidia watu, kwa sababu lengo la kusaidia watu ndio kama hilo. Aweze kusimama mwenyewe, yeye mwenyewe aweze kujitegemea kwenye maisha yake, na pia awe mfano bora kwa wengine. Umesikia blaza? Kwa hiyo nategemea mimi kwa uelewa wako na elimu yako, najua haya ambayo unayasoma hapa ni mambo ambayo yatakuzingatia popote pale ukienda. Utakutana kama watu wanafundisha, utakutana na vitu kama hivi. Kwa hiyo lazima upate mwongozo wa wewe kusaidia. Kwa hiyo baadaye baadaye utakapomaliza kipindi utakaa unaandika kidogo kidogo vile vya muhimu na kuandika, ili usudi utakapotoka kule ukafanyia kazi. Okay. Asanteni sana kwa kutusikiliza, lakini pia ni mwendelezo wa vipindi vyetu vya YouTube. Utakwenda kupata mafundisho kama haya kupitia Back to Life Sober Living House. Asante.